una matokeo yake. Uchaguzi una matokeo yake. Choices have consequences. Uchaguzi unaofanya siku ya leo itategemea kesho yako. Uchaguzi unaofanya leo inategemea kesho yako. Uchaguzi ambao utaufanya leo utabadilisha maisha yako ya kesho, na itategemea hali yako ya kesho. Uchaguzi ambao unaufanya leo una matumaini yake au kukata matumaini yako ya kesho. Na hivyo basi, kile ambacho unafanya leo, kile ambacho unachagua kufanya leo, ina uzito wake katika maisha haya. Kile ambacho umechagua kufanya kina uzito wake na matokeo yake katika maisha haya. Kuna uchaguzi ambao tunaufanya ambao matokeo yake ni mazito katika maisha yetu. Kuna uchaguzi mtu anafanya, uchaguzi wa kwenda nje na kufanya mambo yake kule nje, lakini matokeo yake yanakuwa ni mazito. Kesho yake matokeo yanakuwa ni mazito katika maisha yako. Watu wengi sasa, wengi waliofanya uchaguzi wakati uliopita, sasa wanavuna. Wanaidha wanavuna mazuri au wanavuna mabaya. Aidha sasa wanajuta ama wanafurahia walioweza kuvuna. Uchaguzi unaofanya siku ya leo, matokeo yake yanadhamini kesho yake, kesho ya maisha yako. Kitabu ni cha Joshua 24 mstari ni wa 15. Msomi wangu, msomaji. Joshua 24 mstari ni wa 15. Leo tuna wasomi hapa. Someni wa andiko lasema, nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, basi nanyi mkiona kama ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakaye mtumikia. Chagueni hivi leo mtakaye mtumikia. Kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu walimtumikia, kama ni miungu ile baba zenu waliotumikia ng'ambo ya mto, au kwamba ni miungu ya wale wa Amori ambao mnakaa katika nchi yao, au ni miungu wa wale Waamori wanaokaa katika nchi. Lakini mimi na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Haleluya, amen. Huo ni uchaguzi, huo ni uchaguzi. Maana tuna makundi mawili pale. Huo ni uchaguzi ambao mtu anachagua katika maisha yake. Uchaguzi unaofanya leo una determine wa kesho. Kesho yako itakuwa namna gani? Chagua leo uchaguzi. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tunaomba tena utufunulie jioni ya leo, kabla tujatamatisha ujumbe wa siku ya leo. Utumulikie kupitia kwa Roho Mtakatifu, utunong'onezee kupitia kwa Roho Mtakatifu, ili tuweze kuelewa na kuchafanya uamuzi wa busara tunapokuwa hai, tunapokuwa na mawazo mazuri, tunapokuwa katika ulimwengu huu wa muda, ili baadaye Yesu, kila mmoja asije akajuta, bali haweze kufurahia uchaguzi aliyofanya akiwa katika maisha haya. Aweze kufurahia uchaguzi aliyofanya katika hali hii. Mungu wetu, asante Bwana, naomba uweze kuambatana pamoja nasi. Ni katika jina la Yesu aliye Bwana na mwombezi wetu, amen. Chagua leo hivi. Yoshua anasema chagua leo hivi.
Tunapoenda kitabu cha Mwanzo, Mungu alazimishi watu wake. Mungu hatulazimishi eti kwa sababu yeye ni Mungu sasa anahitaji kutufuruta kama anayefuruta ng'ombe, lakini Mungu ni wa upendo. Mungu ni wa uchaguzi ulio huru, ya kwamba nakupa wewe, unachagua uzima wa milele au kupotea, ucheze na dhambi au uepuke dhambi, ukalie dhambi au achane na dhambi. Na hivyo basi Mungu anasema ametoa uhuru kwa kila mmoja kwa sababu ya ufanya uchaguzi wa maisha yake. Na tunaposoma haya hii ya Joshua ananena na Waisraeli na kuwapa uhuru wa kuchagua, tunavyomwona Mungu aliyo wa uhuru wa kuchagua kwa mapenzi yake. Hata Mungu angeweza kumlazimisha mwanadamu aweze kumfuata, maana yeye ni Mungu na ni muumbaji. Lakini kwa sababu Mungu wa upendo, lakini kwa sababu ni Mungu wa uhuru, Mungu anampa mwanadamu uwezo wa kufanya uamuzi, ili mwanadamu aweze kufanya uamuzi. Wapendwa, jambo la maana la muhimu kufanya uamuzi katika maisha haya. Ili mtu aweze kufanya maamuzi katika maisha haya, ni lazima aweze kuitikia mambo haya au ujumbe huu na swali hili nyeti ya ufanya uchaguzi. Chagua leo, wewe utamtumikia nani? Utamtumikia Mungu au shetani? Roho au ni mwili? Ni nuru au ni giza? Ni maisha au ni mauti? Ni imani au ni kuogopa? Ni ukweli au ni uongo? Lazima mwanadamu aweze kuchagua. Uhuru wa kuchagua kwa kila mmoja wetu, anao uhuru wa kuchagua, lakini matokeo yanapokuja yanaweka kila mmoja pande wake, kwa sababu we didn't choose the same way. Each one of us chose in a different way. Matokeo yanapokuja, wapendwa, tunakuwa tofauti kwa sababu kila mmoja aliweza kuchagua katika njia zake. Lakini neno la Mungu li wazi kwa watu wa Mungu ya kwamba njia ya kuingia mbinguni ni kupitia kwa Yesu Kristo. Haleluya! Na ikiwa tutafanya uchaguzi wa kuchagua njia ya msalaba, njia ya kupitia kwa Yesu Kristo, hatutajuta wapendwa jioni ya leo, na kuhakikishia hatutajuta, bali tutaweza kusherekea na kusema haleluya Bwana. Uchaguzi tulioweza kuufanya ni wa umuhimu na ni wa busara katika maisha yake. Laiti tungechukua njia ya msalaba. Laiti tungeichukua njia ya msalaba, maana hakuna yeyote ambaye angeweza kujuta katika maisha yake. Njia ya msalaba, hakuna kujuta. Njia ya msalaba, hakuna kujuta. Ili tuweze kufanya maamuzi na kanuni za maamuzi haya ziweze kusimama imara, ni lazima tuweze kufanya mambo yafuatayo. Ni lazima tuweze kufanya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, inamaanisha ni lazima kwanza tuache kukaa katikati. Kiingereza wanasema straddling. When we say straddling, that is when we are sitting on the fence. You sit on the fence. You are on this side, you are on this side. You are just in between. You are straddling on the fence. For us to make the right choice, for us to do the right thing, we must quit straddling the fence. Lazima tuweze kufanya maamuzi ya kuwa pande moja. We cannot be in the same side at the same time. Huwezi kuwa huku na ukawa huku. You will only be wasting your time, and you will come to realize that you have been wasting time in the church. When the time comes for you to get the consequences, that is when you will come to say, oh, alaiti ningalijua nilikuwa ninapoteza muda wangu ndani ya kanisa, maana niliingia ndani ya ulimwengu tena nikaingia ndani ya kanisa. It's good to choose one side. Hallelujah. It's good to choose one side. Kwa sababu Yohana
Mathayo 6 mstari wa 24 inasema ya kwamba hatuwezi kumtumikia Bwana tukamtumikia Mungu na tukatumikia mambo ya ulimwengu. Haiwezekani. Lazima tuweze kuwa sehemu moja, lazima tuweze kuchagua sehemu moja. Kama umechagua kuwa Mkristo, tembea katika njia hiyo. That is why we say after receiving Christ, what follows is sanctification. Kuendelea kukua kiroho siku baada ya siku, until when Christ will take us to heaven. Tutabadilisha miili hii tuweze kuwa katika miili isiyokufa na ule ukamilifu wa utukufu wake Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hiyo, jioni ya leo Bwana, wapendo wa Mungu, ni lazima tuweze kufanya maamuzi yaliyo ya busara. Na ndio sababu Mathayo 6:24 anasema haiwezekani kuwa katika pande zote mbili, ila afadhali uchague pande moja. Because if you choose the two sides, you will be wasting your time. You will be wasting your time. When the consequences will be coming, you will regret in your life. Jambo la pili, we must be willing to root out everything that hinders our commitment to the Lord. Lazima tuweze kukubali kutoa chochote na kile ambacho kitafanya juhudi zetu kwa Bwana sikaweze kusambaratika, sikaweze kudidimia. Warumi 13 mstari wa 12. Warumi 13 mstari wa 12. Msomaji. Biblia inasema usiku umeendelea sana, usiku umeendelea sana, mchana umekaribia, mchana umekaribia. Basi na tuyavue matendo ya giza, basi na tuyavue matendo ya giza, na kuzivaa silaha za nuru, na kuzivaa silaha za nuru. Wale waliokuwa wanafuata mafundisho haya tangu kule nyuma, tulisema ya kwamba kufua silaha za giza, matendo ya giza, tukajaribu kuona matendo ya giza, tukayavue kama watoto wa Mungu. Na inasema ya kwamba Warumi 13 mstari wa 12. Hebu rudia tena. Andiko nasema usiku umeendelea sana, usiku umeendelea sana, mchana umekaribia. Basi na tuyavue matendo ya giza, basi na tuyavue matendo ya giza, na kuzivaa silaha za nuru, na kuzivaa silaha za nuru. Mkumbuke jambo la kwanza, for us to respond to this fundamental question ya kufanya uchaguzi, ili tuweze kuitikia na tuweze kuipata correctly, ni lazima sehemu ya kwanza tuache kuishi maisha double standard of life. Hiyo tumesema tuache. Jambo la pili, tuweze kuyavua matendo ya giza. Kama watoto wa Mungu, ndivyo Mungu wetu anavyotuambia ya kwamba ili tuweze kufanya maamuzi ya busara, ni lazima tuweze kuyavua matendo ya giza. Na matendo ya giza tuliweza kuona ile siku nyingine, matendo ambayo Mungu anayoyasema ni matendo ya giza. Tuweze kutoa kila jambo, kila aina ya tendo lisiloweza kuwa nzuri katika maisha yetu. Na ikiwa sisi wote tutaenda kuwa kwa kweli watu wafuasi wa Yesu, watoto wa Mungu wanaotembea katika njia za Mungu, then the Bible says we must be honest about our lives. Lazima tuweze kuwa wa kweli katika maisha yetu juu ya dhambi. Must be honest about our lives, about sin. Warumi 6 mstari wa 23 inasema ya kwamba dhambi inaua. That's how we need to be honest about sin. Sin kills. Sin can be a darling in your life, but it kills. We need to be open and sincere that sin kills in our lives. Dhambi inaua. Na kwa sababu dhambi inaua, basi tujue ya kwamba tuambiane ukweli ya kwamba tukikataa, ikiwa tutakataa kufuata njia ya msalaba, ikiwa njia ya msalaba sio ya maana kwetu, basi Biblia inasema dhambi inaua. Lazima tuache
kutoa udhuru kwa sababu ya dhambi. We must refuse making excuses about sin. Na katika Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 9, Biblia inasema, Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 9, Biblia inasema namna gani? Paulo anaongea na kusema, Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 9, andiko lasema ile imani katika roho ile yule. Wakorintho wa pili 12 mstari wa 9 inasema wa pili, naye akaniambia, neema yangu yatosha. Neema yangu yatosha. Maana uwezo wa Mungu hutimilika katika udhaifu. Basi nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi. Basi wapendwa, Biblia inasema ya kwamba ni lazima tuweze kuwa genuine, tuweze kuwa wazi, tujue ya kwamba dhambi inaua, tujue ya kwamba tukikimbilia dhambi kuna matokeo yake, na kwa sababu hiyo hatuwezi sisi wenyewe. Ndio sababu tunasema ya kwamba neema ya Mungu inatosha, jinsi ambavyo mtumishi wa Bwana Paulo anapotuambia jioni ya leo ya kwamba neema ya Mungu inatosha kutusaidia kuishi maisha ya Ukristo. Mathayo 18 mstari wa 8, bali Biblia inasema, chochote kitakachokufanya usiweze kuishi maisha ya uteua, basi ukaweza kujitenga nacho. Chochote kitakachokuweka kando, ni vizuri uweze kujitenga nacho. Mathayo 18 mstari wa 8. Jambo la tatu, ni lazima tuzidi kukimbilia na kushikilia ule mvuto wa msalaba, mvuto wa Ukristo, kuliko watu wa Mungu wakaendelea kuvutwa na ulimwengu. Ulimwengu unafuta watu wa Mungu. Instead, lazima tuendelee kuvutwa kwa nguvu za msalaba. Na kwa sababu hiyo, wapendwa, ni vizuri jina la dhambi liweze kufahamika. Tuite dhambi katika jina lake, sio kupaka dhambi rangi, sio kukalia dhambi, sio kuweza kuficha dhambi, sio kucheza na dhambi, lakini tuweze kusema dhambi kwa jina lake. Timotheo wa kwanza 5 mstari wa 20. Biblia inasema, Timotheo wa kwanza 5 mstari wa 20. Biblia inasema, andiko lasema, wale wadumuo kutenda dhambi wakemee mbele ya wote, ili na wengine waweze kuogopa. Wapendwa, jioni ya leo lazima kila mmoja hawe amefanya uamuzi katika maisha yake. Na ikiwa hujafanya, basi una muda wa kufanya uamuzi katika maisha yako. Maana uamuzi unaofanya leo, matokeo yake yanakuja na yatategemea wewe utakuwa wapi katika maisha yako. Itategemea vile utakavyochagua. Haulazimishi kuchagua, lakini itategemea vile ambavyo wewe umechagua. Lakini njia pekee, njia salama, njia nzuri ni njia ya msalaba. Haleluya. Ndio njia ya msalaba. Na njia ya msalaba, kila mmoja amepewa njia ya msalaba. Hakuna aliyewachwa nje, maana Kristo ameweza kufa kwa sababu ya watu wote. Tumeonyeshwa njia, kwa hivyo sisi ni uchaguzi. Hakuna aliyewachwa nje. Kila mmoja amepewa njia ya msalaba, aweze kufuata njia ya msalaba. Jioni ya leo, wapendwa, na wahakikishia ya kwamba neno la Mungu linatuhakikishia ya kwamba neno la msalaba na njia ya msalaba ndio uzima wa milele na ndio tumaini letu katika ulimwengu huu. Mbali na njia ya msalaba, basi ni njia ya upotofu. Wapendwa. Mbali na njia ya msalaba, maana tunasema wokovu wetu umefika karibu kuliko ilivyokuwa hapo awali. Wokovu wetu umesonga karibu. Wapi wale choristers, please? Can you stand up?